Amos tulikuwa tunamjua kama baba yetu. Chili usaidizi ambao alikuwa nazo ilikuwa kubwa sana. So ametuachia mtoto, ametuachia hao ndugu zangu, masisters wangu. Sasa tunaomba tu haki Amos ijulikane. Chili sasa serikali sasa hatujaona hata mkubwa yoyote ambaye amekuja hapa sasa kuuliza ni nini ilifanyika huko. Patumelia tu, lakini tumemaliza matanga ya Amos na tunaomba haki tu itendeke. Haki ya Amos itendeke. Isipokuwa hiyo, sasa tunajua sasa kama mtu una pesa ama una nini mamlaka kwa serikali, unakanyakiwa chini. Na kama sasa uko na pesa, wewe haki yako inaonekana. So tunaomba tu serikali atusaidie tupate haki ya Amos. Hiyo ndio tunataka kabisa. Tunataka hiyo. Majina naitwa Faith Langat. Amos ni bwanangu. Amos hakukonjeka. Amos hakuwa mwizi. Amos alikuwa anafanya kazi Nairobi. Amos aliuawa na askari kule Nairobi. So serikali naomba usaidizi. Amos alikuwa anasaidia wazazi wake akichenga. Amos ndio tegemeo kwa familia yao. So serikali tunaomba haki yake. Mimi niko na mtoto, sijui vile nitaanza maisha. So naomba serikali utusaidie. Ndio cha kumuua huyu kijana ambaye alikuwa kichitafutia Kenya hii. Ningependa kusema ya kwamba Murkomen ahakikishe kwamba katika kituo chochote cha polisi ameandika daktari ya kuchunguza kichwa ya maskari, ili wakati ule ambao wanaondoka wamepimwa na wapewe risasi kiasi, kwa sababu risasi sapa ni ya nini. Nataka nimuulize IG, mbona mnakubalia maaskari hasa wakati wa weekend, wakati mtu ana shughuli yoyote, mtu anabeba bunduki anatumia vibaya kuua raia wetu? Mbona IG mwenyewe mnakubalia watu kama hao? Tunataka tukemee hiyo kitendo ambacho kimetendeka kule Nairobi, na tunataka tumwambie rais na Kipchumba Murkomen ambaye ni waziri wa Interior, sisi kama watu wa jamii ya Kipsigis, sisi kama watu wa Bureti, tumekataa hii maneno ya kutulia watoto ambao waona makosa, na mpaka saa hii kama familia hawajapata haki yao. We want to request the government, we need to see justice for this Amos ambaye ameaga. So vile Amos aliuliwa mbele ya sisi tukiwa hapa, tunalia haki kwa Amos, kwa sababu serikali, mtu ambaye anakuwa ndani ya serikali aliua Amos, na sahi anasema eti Amos alipigana naye akijaribu kunyang'anya yeye bunduki. Mimi nikiwa mwana area wa Amboseli, Amos hakukuwa mtu wa vita, hajawahi fanya kelele na mtu, na saa hii sijawahi kuona mbunge hata moja. Nataka na wabunge waitize press conference kusema ya kwamba kijana wetu aliuliwa bure. Ningependa niseme tena, kama yeye alikuwa bodyguard ya mtu fulani katika State House, mbona serikali hawajawahi ongea? Kwa sababu kama ni bodyguard ya State House, imesemekana ya mtu fulani. Kwa hivyo ningependa niseme ya kwamba next time bodyguards wote wanatakikana kuvaa uniform ya police, kwa sababu kama mtu anatembea na bunduki, si yeye ni mkora tu, si ni adui. Alipouawa na spokesperson bodyguard, hakuna kiongozi wowote wa Kericho County ambaye wako Nairobi wameongea na kukashifu hii maneno iliyotendeka. Wakati juzi kijana ya Beatrice Elaji alikufa kwa road accident, viongozi wetu wote walienda kwake, wakampuzu, wakamuhug na wakamwambia pole. Hapa hakuna kiongozi wowote wa Kericho County amekuja kwa hii familia ya kina Amos kuwahug hawa familia yao, mama yake, bibi yake na baba yake, na kumwambia pole. Hakuna haki imetendeka kwa hii familia. Mheshimiwa Rais,
Huyu kijana ameuawa na bodyguard wa spokesperson ya State House Kenya. Rais, hakuna kazi yote imefanyika, hakuna haki yoyote imefanyika katika hii familia ya Amos, na tunaomba Mheshimiwa Rais, tafadhali wewe ongea kwa niaba ya viongozi wa Kericho County ambao wamepotelea sisi, ambao wamekaa Nairobi, wanakufuata tu saa zile unakuja kanisa hapa nyumbani, lakini hawakuji kuona raia ambao wako hapa.